Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Nitasoma katika Zaburi sura ya 92. Nitaanza kusoma ule mstari wa 10. Biblia inasema, bali pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi, na jicho langu limewatazama walioniotea. Sikio langu limesikia habari za waovu walionishambulia. Mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyumba ya Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya roho ya kustawi. Roho ya kustawi. Kustawi kunatokana na mafuta mabichi. Anasema pembe yangu imeinuliwa juu kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi. Pembe yangu imeinuliwa kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi. Halafu anasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Anasema watazaa matunda hata wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Sasa tunaona kuzaa katika ulimwengu wa roho, kustawi katika ulimwengu wa roho kunatokana na mafuta mabichi yanayomiminwa ndani ya mtu mpaka yakaachilia ndani yake hali ya kustawi. Kwa hiyo tunaona kustawi kwa namna yoyote kunatokana na mafuta mabichi kumiminwa ndani ya mtu. Msaada wa Roho Mtakatifu unaomimina mafuta mabichi ndani ya mtu hata ukampa mtu kustawi. Kwa hiyo ukiona mtu anasema mimi ninajisikia kuchoka, ama ndani ya moyo wako unasikia hali fulani ya kuchoka, ama katika sura yako ukijiangalia kwenye kioo unaona hali ya kuchoka, ujue unahitaji mafuta mabichi ya kustawi. Mafuta hayo huachiliwa na Roho Mtakatifu, yanakupa mtu kustawi. Unastawi, unakuwa na ubichi ndani yako, Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba watu wengi wamekuwa wakihangaika wakijinunua madawa ya kujifanya uso wao unajipaka. Yamkini naongea na mtu wa namna hiyo ambaye unagharamia sana fedha kununua madawa ya kuondoa chunusi, ya kuondoa swinini, ya kufanya nini, na unajikuta bado ukijiangalia kwenye kioo huoni kama kuna mabadiliko. Sikia, kuna hali ya kustawi, kuna hali ya utomvu, kuna hali ya ubichi ambao Roho Bwana huwa anauachilia ndani ya mtu kwa mafuta ya Roho wake. Mungu anayaachilia mafuta kwa Roho wake, yanakuja yanaachilia ndani ya mtu kustawi, yanaachilia ndani ya mtu ubichi, yanaachilia utomvu. Kwa hiyo ndani ya mtu biashara yako inatakiwa kustawi, na kustawi huko kunatokana na mafuta mabichi ambayo Mungu anayaachilia ndani yako. Ukitaka kustawi katika physical appearance, kwenye muonekano wako unataka kustawi, unakuta kuna watu wengine wana umri mwingi lakini unakuta ngozi zao, unakuta hali yao, muonekano wao bado ni wa kustawi. Usije ukasema unatumia chakula gani. Hakuna mahali ambapo Biblia inasema chakula ndio kinachokufanya ustawi. Biblia inaeleza kwamba mafuta mabichi ndio yanayomfanya mtu kustawi, kwa sababu lazima ujue kutofautisha hekima ya dunia hii na hekima ya Mungu inayotokana na neno lake, ya kwamba kumbe sisi tunastawi kutokana na ile neema, tunastawi kutokana na yale mafuta Mungu aliyoyaachilia. Mungu anaachilia mafuta ya kustawi. Kwa hiyo tunaanza kuona
kuona ndani, unastawi katika viungo vyako vya ndani. Mungu anavipa kustawi, na ndio maana anasema ikiwa huyo roho aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, huyo roho ataenda kustawisha, ataenda kuhuisha vilivyokuwa katika hali ya kufa ndani yenu. Ni roho wa Bwana anayeachilia hali ya kustawi ndani ya mtu. Ni roho wa Bwana anayeachilia hali ya kuimarika ndani ya mtu. Kwa hiyo unataka kustawi katika mwili wako, katika mwili wako wa kawaida, unataka kustawi katika afya, unataka kustawi katika muonekano, unataka kustawi katika biashara, unataka kustawi mahali popote unapotaka kustawi. Yanayohusika pale ni mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu, ndio yanayoweza kumsababisha mtu kustawi kiuchumi. Unasikia hali ya kuchoka, unasikia hali ya kukata tamaa, unahitaji mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu yanayokusaidia wewe kuweza kustawi, yanaweza kusaidia wewe kuweza kusimama. Kwa hiyo ninaongea na mtu mmoja ambaye asubuhi ya leo anahitaji kustawi, anahitaji kutoka ndani ya mwili wake kukawe na ustawi. Mungu anasema ataachilia mafuta mabichi. Akiachilia mafuta mabichi, anasema watajaa utomvu, watajaa ubichi ndani. Kuna hali ya utomvu, kuna hali ya ubichi ndani ambayo inatakiwa iachiliwe ndani ya mtu fulani ili apate kustawi, apate kustawi. Naweza nikawa naongea lugha ya kiroho sana, unaweza usielewe, lakini msaada wetu wa kuelewa watoka kwa Bwana. Mungu wangu akubariki sana. Nataka niende niombe na mtu mmoja. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, unayewapa watu wako kustawi sana, ninaomba neema yako ya kustawi iendelee kutembea kwa watu wako, na kibali chako cha uweza na nguvu. Roho Bwana, ninaomba kustawi kwa mtoto wako, hali ya utomvu, hali ya ubichi ukatoke ndani yake. Mungu aliye hai, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye mwili wake akiuangalia kwenye kioo chake anaona kama kuchoka, mwili uliochoka, anaona kama mwili usiokuwa na furaha, anaona sura yake kama ni sura ambayo anahitaji kustawi, anahitaji ubichi, anahitaji utomvu. Roho Bwana, achilia mafuta ya ubichi ndani ya mtoto wako huyu, mafuta ya utomvu ndani ya mtoto wako huyu. Bwana, ukamrejeshe kilichopotea katika sura yake, umrejeshe kilichopotea katika muonekano wake, umpe neema na rehema. Baba, ninaomba mafuta ya kustawi, mafuta ya ubichi, mafuta ya utomvu yatakotoka, ubichi na utomvu utakotoka kwenye afya ya mtoto wako huyu, akaone ubichi ndani yake, akaone utomvu ndani yake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wacha utomvu na ubichi utokee kwenye kazi ya mikono yake, kwenye biashara yake, kukawe na ubichi, kukawe na utomvu, hali ya kustawi. Mungu aliye hai, ninaomba nguvu ya kustawi, mafuta ya kustawi, Bwana, yakastawi hata kuachilia afya njema, furaha, yakastawi hata kuachilia amani. Mungu aliye hai, ninaomba mafuta ya kustawi kwa watoto wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa maana, Mungu asante kwa maana mtoto wako alidanganywa akadhani kustawi, akaambiwa kunywa maji mengi utastawi, akaambiwa kula vyakula vya aina fulani utastawi, akaambiwa fanya hivi mazoezi haya utastawi, lakini kumbe hakufuata yale uliyosema wewe. Mungu aliye hai, wewe unastawisha watu wako na kuwapa utomvu kwa kumiminiwa mafuta mabichi. Mungu aliye hai, ninaomba pembe yako ukainue juu sana, iliyojaa mafuta mabichi, ukayamwage kwa mtoto wako huyu, ukampe kustawi kutoka nako na wewe, Mungu wa kweli, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa mafuta yako, sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, nakushukuru kwa maana tayari umeachilia nguvu ya kustawi kwa mtoto wako huyu, umeachilia neema ya kustawi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Siku ya leo Bwana akakupe kustawi, ukaone hali ya kustawi. Nataka mtu mmoja baada ya maombi haya, nataka baada ya muda ushuhudie, iangalie sura yako leo, na baada ya maombi haya, umenisikia, ulikuwa unanisikia nikiongea, baada ya maombi haya nataka baada ya wiki, siku 7, iangalie tena sura yako, afu nataka uje ushuhudie. Uiangalie leo, kuna watu hadi mikunjo ya sura yao zitaondoka, kuna watu hata muonekano wao utabadilika. Nataka ukaangalie, umenisikia vizuri, nataka uende ukaangalie hali yako
ya baada ya siku 7 utaona kuna hali ya kustawi. Nataka uje ushuhudie namna gani unajiona. Mimi naelewa ninachokifanya, utakuja kunishuhudia namna gani unajiona. Mungu wangu akubariki. Basi utashika sadaka yako ya kustawi. Kama unaona ndani yako kuna mahali Mungu anataka kustawishe kwenye hali yote, biashara yako, ndoa yako ikastawi, afya yako, mwili wako, utaachilia sadaka yako hiyo kwenye lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.